Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media. Upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Nikushukuru sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya kilama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako ama kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya kuhusiana na ndoa. Familia ni kanisa dogo la nyumbani, ni shule ya tunu msingi za maisha, kiroho, kiutu, kimaadili na kijamii. Familia ni tabernakulo ya injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni mahali pa kufundana kuhusu umuhimu wa kumwilisha, huduma, upendo, ukarimu, msamaha na kuvumiliana. Hapa ni madhabahu ya sala, ibada na tafakari ya kina ya neno la Mungu, mambo msingi yanayowawezesha wanafamilia kujivika upendo, busara, rehema, utu wema, upole na unyenyekevu. Tunu hizi ni msingi za maisha ya ndoa na familia. Kwa sasa ziko hatarini kutokana na taasisi ya familia kupigwa vita kama kwamba mbwa koko, lakini Wakristo pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanahamasishwa na mama kanisa kusimama kidete kulinda, kutumisha na kushuhudia injili ya familia. Kutokana na kumomonyoka kwa tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, kuna haja kwa wanandoa kusimama kidete kutangaza na kushuhudia umuhimu wa ndoa na familia katika ustawi na maendeleo ya binadamu kiroho na kimwili. Huu ni mwaliko wa kuiga mfano bora wa familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Mama Evelyn Malisa Ntenga, rais wa shirikisho la umoja wa wanawake wa Katoliki kanda ya Afrika, ambaye pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA, alisoma ombi kwa lugha ya Kiswahili kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican wakati wa maadhimisho ya jubilei ya familia, watoto, wazee, bibi na babu. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa, tunasoma hapa na tunasikia na tunaambiwa kwamba familia ya Kikristo inasimikwa katika sakramenti ya ndoa. Ni muungano imara kati ya bwana na bibi, yani mwanamke na mwanaume. Nadhani hili limekaa vizuri kabisa. Katika hitimisho la maadhimisho ya jubilei ya familia, watoto, wazee, bibi na babu, Dominika ya tarehe mosi Juni 2025, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya Malkia wa Mbingu aliungana na watu wote wa Mungu kuombea amani kwa ajili ya familia zinazoteseka kutokana na vita, kinzani na migogoro sehemu mbalimbali za dunia. Maadhimisho haya yamehudhuriwa na wajumbe kutoka katika nchi 100. Alikazia umuhimu wa ujenzi wa familia kama kanisa dogo la nyumbani, mahali ambapo injili inasomwa, inatafakariwa na kumwilishwa. Familia ni chemichemi ya upendo. Katika mahubiri yake amewakumbusha waamini kwamba hakuna mtu awaye yote ambaye amependa kuzaliwa, na kwamba uwepo wa kila mmoja wao ni kielelezo cha mshikamano wa huduma ya upendo, changamoto na mwaliko wa kukuza na kutumisha uhuru, wa kulinda na kutumisha injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kujenga na kutumisha umoja na mshikamano katika familia, na kwamba Kristo Yesu awe ni msingi imara wa familia za Kikristo, awe ni alfa na omega, mwanzo na mwisho. Ufunuo 22 mstari wa 13, ili hatimaye familia ziweze kuwa ni alama ya amani katika jamii na ulimwengu katika ujumla wake, na kwamba mustakabali wa maisha ya mbeleni unakita mizizi yake katika tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Kwa hakika, licha matatizo, changamoto na fursa mbalimbali, lakini familia nyingi zimekuwa ni chemichemi ya furaha. Kwa hakika
kuna haja ya kuwa na mashuhuda wa tunu msingi za maisha ya ndoa na familia ili waweze kulielewa na hatimaye kulipokea pendo la Mungu katika uhalisia wa maisha yao. Hii ni nguvu inayounganisha, kupatanisha na kuimarisha umoja na mshikamano. Ndoa ya Kikristo inasimikwa katika upendo kati ya bwana na bibi, tayari kupokea na kuendeleza zawadi ya maisha, malezi na makuzi ya watoto ambao kimsingi ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Papa Leo wa 14 anasema ndoa sio bora, lakini ni kanuni ya upendo wa kweli kati ya mwanaume na mwanamke. Huu ni upendo kamili unaosimikwa kwenye uaminifu na wenye kuzaa matunda. Kumbe wazazi wanapaswa kuwa ni mfano bora wa kuigwa kwa watoto wao ili wawe wamoja kama fumbo la Utatu Mtakatifu, tayari kutoa zawadi ya maisha. Wazazi wawalee watoto wao katika uhuru wa kweli na utii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawasihi watoto kuwa na moyo wa shukrani kwa wazazi na walezi wao kwa zawadi ya maisha. Watoto wawapende, wawaheshimu na kuwatii wazazi na walezi.